dadangu. Nasikitika sana kuolewa mapema. Maana sasa hivi mjane mdogo, mtoto mdogo sasa hivi mjane. Yote sababu ya wazee tu walokosea kutuozesha mapema. Ni kweli mdogo wangu. Hata na mimi dada yako linaniumiza sana jambo hilo. Ni kweli, maana alikuwa sie dadangu. Tuwe kwenye majumba ya kifahari saa hizi. Tunapelekwa na gari, tunarejeshwa na gari, lakini tumeangukia hapa dadangu. Sikutegemea kabisa kuishi katika kijumba hiki mdogo wangu. Ndoto zangu kubwa ni kuwa daktari na sio kuishi katika kijumba hiki mdogo wangu. Kweli, mimi nilikuwa na ndoto kubwa na mie. Niwe huko naendesha meli, naendesha ndege huko, lakini nimeangukia hapa, sina mengine. Naumia sana dada. Naumia kwa sababu sisi malengo yetu makubwa ni kuishi mbali na hapa, sio kuishi hapa mdogo wangu. Ni kweli, labda tushukuru Mungu wote sababu ni ya wazee tu hao. Naumia na mimi. Ila tujitahidi tu tushughulikie na maisha yetu. Tusifikirie tena kuhusu ndoto za utotoni. Zote zimeshakufa. Lakini chanzo ni baba kutuwezesha sisi wadogo mdogo wangu. Ni kweli, lakini kizazi kinachokuja dadangu wasiolewe mapema. Wasome, wamalize, wafikie ndoto zao. Hodi. Hodi jamani. Karibu. Hodi mpaka ndani. Karibu pite. Asubuhi. Nzuri, salama. Salama. Karibu. Vipi jamani, ile safari yetu ipo? Tushajiandaa. Basi tayari nimeshakuwa tayari. Basi sawa. Ndio wangu nenda ndani kabla ule mkoa. Na kipanga niko. Nakwambia Haitini na mvua ile tukupigia huko. Nakwambia na hivi. Mimi nataka kuona majani mama tunaona hivi hapa. Haya ndio na mafundo. matunda nayapenda haya. Na ninavyoyapenda haya jamani. Maana kusikia hivi. Ai! Kuna nini huko? Unasikia nini jamani? Kuna nini? Naona mvua kidogo imenawiri sana, alhamdulillah. Migomba hii hapa safi sana sasa hivi. Mashaallah. Hii ndo baraka ya mvua. Ndizi nzuri. Ila ndicho kabisa hii. Sabeka mume wangu.
Na wote unafanya nini ndani kwa mke wangu? Shakwambia jua hilo tunataka kwenda shamba. Jamani, mbona maliza kuchemsha ndizi? Ndizi sasa hivi. Kwa namalizia ndizi mume wangu, nishashusha twende ukanywe chai. Sasa mimi si chai. Bwana nimeenda wapi? Mbele ninachukua. Fanya haraka. Haya. Mimi nitakukimbia. Muda wote huwa wanaje wasa hivi unafanya nini? Fanya haraka tuende tu. Leo usifanye jana jiki, fanya haraka mke wangu, muda unaenda. Jua hilo ushakuwa kali. Fanya haraka. Fanya haraka au ingie. Taratibu aswe, uko sawa? Wangu nawatisha jambo la kushukuru sana, alhamdulillah. Japokuwa kulikuwa kuna hali ya mvua kabisa, mimi pekee ndio wangu. Kwa hiyo bana, kuna hali kidogo ya mvua alfajiri la asubuhi, alikuja jambo la kushukuru mke wangu nitafika shamba. Lakini umechelewa kusudi toka nyumbani umechelewa. Sasa mke wangu kule ndani kuna kuni, kwa hiyo utakata kuni mimi na kidogo hapa. Sawa. Lakini kuwa makini, sawa. Kwa makini kuna miba nini mke wangu. Makini haya. Utashakuwa mzuri. Ndio hapa atoa tena tena. Tayari haya. Wangu. Taratibu kuni uko sawa? Hospitali unaingia. Jambo la kushukuru kweli, mahindi hayo yanafanyika. Kwa hiyo jambo la kushukuru, alhamdulillah, mwanzo leo yote hivi hivi, kwa hiyo nasema kilima na kula madua. Naam. Nashukuru Allah, alhamdulillah. Mtabili kwa ajali sana dia kajengo tunampeleka. Mzee Abduli. Jambo, Mzee Abduli. Kapata ajali. Kaumia vibaya kwa haradi ya kajengo. Sasa wewe malizia mimi. Sio Haya basi wewe. Haya. Abduli kwa kweli haiwezekani Mzee Abduli. Wewe salama. Wewe mwanangu. Samahani. Una pressure nyingi. Samahani, kwa simu kwa wangu kwa Mzee Abduli. Sasa unaenda unarudi. Mzee Abduli ndio kwa kale huko. Hapana, huko hamjaleta mgonjwa wake yoyote. Nipigiwa simu sijakosea. Ndio naambia hajapo hiyo. Nani alipigia simu? Kuna mambo mengine nipigiwa simu kuna mgonjwa wangu. Kulia kwanza. Huko hakuna mgeni yoyote leo. Nitakwenda nini? Subiri kwanza niangalie. Angalia kwa shahidi wote. Unaona kama hamna mgonjwa yoyote. Haya katizame na huko. Angalia na huko. Haya tizama na huko. Angalia vipato upate usiki. Bwana ana mzee nani? Anaitwa Mzee Abduli. Kwa sababu leo tarehe 17 hapa. Nimekumbuka
Kwa hakika nimekosa. Nani alikupigia simu? Nimepigiwa simu na bangeni nimepigiwa simu moto. Huyo mtu alikupigia simu kwanza. Juma unafikiri ni kwanza nimepigiwa simu. Kuna matatizo sasa hivi. Hebu choka hiyo. Kwa sababu hospitali utapotee. Mara hospitali hapa. Hapa mzee wangu. Sikiliza kwanza, sikiliza hospitali kwanza mzee wangu. Unajua mzee kama kuna matapeli. Pengine mtu kakupigia simu huko. Fahamishwa yuko huku mzee Abduli. Huyo mtu aliyekupigia simu unafahamu? Nifahamu kama mjinaki kwa yupo. Huyo mzee Abduli akapigia huyo mzee Abduli upate wapi? Fahamishwe yuko hospitali mkapata. Basi hapa hayupo. Labda waweza kupote juu. Sawa mzee wangu. Haya basi unaweza kwenda kumtazama. Asanteni. Haya. Mzee Abduli yuko hospitali. Mzee Abduli. Mzee Abduli. Mzee Abduli. Wewe mpaka huko tena. Unataka nini kwani kwenye maisha yangu? Kwani Fatima hujui mimi ninachokihitaji kwako? Nishakwambia mara ngapi Fatima? Nishakwambia mara ngapi kama mimi nakupenda? Mimi najua una mumeo na unampenda, lakini mumeo umempa nafasi na mimi nakuomba nipe nafasi. Mimi nataka huko tatizo nikutoe, huku sio hadhi yako Fatima. Wewe nimeridhika nako, huku nimeridhika nako, niache. Kama umeridhika basi, lakini chochote kitu chako. Bibi yako. Fresh bwana. Mambo yanaendaje hapa basi? Hapa ndo tuko tu. Basi bosi wangu mimi ningependa ni story kitu kimoja. Kitu gani tena? Yaani tunafanyaje ili kutoka huko masikini hapa kijijini petu? Maskini si jadi tu hii. Unafikiri unaweza kuondoa maskini au? Ndio. Bwana, kwa njia gani hasa unaweza kuondoa maskini hapa kijijini? Kilimo. Nakwambia vipi bosi wangu? Vipi? Babu yangu, baba yangu, ana nini? Hadi mimi. Na kadhalika, yani wote kazi yao nini? Kilimo. Hadi saa hivi ni maskini. Wewe unaweza kunambia wewe kwamba wewe kilimo, hata kilimo kinaweza kukutoa wewe kimaisha? Mbona wazee wetu wameshindwa? Ndio mzee wangu, kilimo muhimu. Msikilize. Mwambie aelewe mzee huyo. Ndio wale. Ndio jinga kweli nakwambia kitu wapi sasa. Vipi bro? Mambo yanaendaje? Ajiseti basi. Wanaanza. Hebu sikiliza. Nani nasikia mtoto. Wapumbavu huyu hapa. Huyu hataki kufuata maendeleo. Maneno kama hivi. Yaani nimwambia hivi, yaani tunafanyaje ili kukwepa huu masikini hapa kijijini petu. Jeda. Ndugu yangu, anaosema huyu hapa ya ukweli. Kwa nini sasa? Tukijishughulisha na kilimo hapa kijijini, tutajitoa kimaisha. Ndio. Nikafikiri mwanangu unaongea la maana, kumbe mambo yenyewe ndio hayo hayo. Sikiliza. Wewe babako anafanya kazi gani? Analima. Babu yako alikuwa anafanya kazi gani? Ilikuwa anafanya baskeli, anatengeza. Sikiliza. Kusema kweli, kilimo kitatutoa. Tulimeni vijana. Kwa kweli vijana sasa hivi hatufanyi kazi. Ndio. Kutwa tumo kwenye maskani. Sasa tufanye tulime. Yaani nakwambia vipi? Vipi? Mimi mzee wangu.
Mambo vipi? Mambo vipi? Mbona kelele bwana mtaani? Mbona kelele? Acheni mambo. Yaani bosi wangu nakwambia vipi? Hao wapumbavu tu. Unafanyaje tena? Yaani bosi wangu nakwambia vipi? Nimejuta kukaa katika hii maskani hii. Shida nini? Shida nini? Nienda ukae. Eti hao wananiambia vipi? Kelele hapa maskani bwana. Sikiliza, hadi wananiambia vipi? Wananiambia vipi? Hadi ufugaji, kilimo, sijui uvuvi, hadi unaweza kunitoa mimi kimaisha. Nani kasema hivi? Wewe vipi bwana? Bwana nawe acha mambo masala kisengi na wewe. Oya, ndivyo. Hebu acha. Oya, Mama vipi vijana wangu? Kama kawaida. Sasa vijana wangu, kalani kama majukumu. Sasa vijana wangu nimewaita hapa, kuna shughuli nataka mkaifanye. Shughuli gani? Lakini hamjatimia. Jeda yuko wapi? Yule kuna sio unajua tena kunika. Sasa kama Jeda hayupo hapa, hii shughuli nataka mkaifanye wewe Gwera na Maha mkaifanye hii shughuli. Na Maha utakuwa kiongozi wa hii shughuli. Bila shaka. Mzee Oza mnamjua. Mzee Oza shanti aibu sana hapa mtaani. Sasa mimi Mzee Oza nataka hapa mtaani watu wote wanijue mimi Mzee Kipara, uawe Mzee Oza, mimi ndio nataka uawe. Ndio kikao hiki nimewaita Mzee Oza uawe. Nafikiri vijana wangu mko tayari? Kesi nyepesi tena sana. Nyepesi. Basi sawa, kama kesi nyepesi mnaniahidi vijana wangu, na mkalitekeleza swala hilo. Mimi najua tena bosi Kipara sina baya. Mzungu mwenyewe ananijua. Sasa vijana wangu nikajiandaeni kwa hii shughuli. Mimi niko ndani kidogo nawapigia simu wakati nyinyi mshajiandaa. Na hisi tumefahamiana. Basi sawa. Okay sawa. Au endelea kuangalia TV. Tutaje mazingira pale. Rafiki zangu hivi nikipata makongo matatu kati haba alhamdulillah mhogo menawiri huo, nikiupata Ramadhani makongo matatu mwenyewe unanitosha. Hapa nikipata kongo moja, hapa nikipata la pili itakuwa vizuri zaidi. Ramadhani mwenyewe unanitosha. Lakini siku hizi mabuku yamejaa sana. Fanya vizuri hapa nikiwekeza haya mawe kwa rahisi sana kwao. Nani tena huyu? Ageni. Halo. Wa alaikum salaam, vipi hali? Nani mwenzangu tena? Sawa sawa. Mimi nipo shambani hapa. Vipi? Haya sawa, hamna shida nakusubiri. Okay. Karibu. Hali safi. Sasa kuna mwekezaji amekuja. Nataka nini? Anataka awekeze hili shamba lako. Pesa mnazo? Pesa zipo, pesa nyingi tu. Pesa mnazo, hamna shida, shamba hili hapa shamba. Kilichobaki hapa. Utuelekeze hili shamba lako mwisho wapi? Mipaka au? Mipaka tuone. Okay sawa, hamna shida. Njoo nikufahamishe. Kisiki cha mhogo wetu wako kule. Bosip! Bosip!
Tulia wewe mtoto mdogo. Kwani nimefanya nini? Tulia wewe. Nimefanya nini mimi kwa bosi kweli? Nimefanya nini? Wewe kumzingua bosi wewe. Hamna. Wewe mtoto mdogo tu. Hamna bwana. Tulia bwana. Asante sana kijana wangu. Wewe bisho tu kumzingua bosi kweli. Acheni kwanza bwana. Wachiwi. Wewe kumzingua bosi kweli. Tulia, muulize. Niache kwanza niongee. Wewe mzee unanikumbuka sana mimi vizuri. Kama nakukumbuka hivi. Unanikumbuka vizuri. Kwani shida nini? Kama shida hujui sasa leo ndo utajua. Ulikuwa hunijui kama mimi ndo mwenyewe mzee Kipara. Sasa leo hamna mzee, hamna mzee. Hamna mzee. Unatisha. Vijana lazima nijikaze. Kwani shida nini? Watuende wapi wewe? Ng'ombe zangu kwani shida nini? Kwani mnafanya nini kati kichwa hicho wewe? Mchukueni mpeleke mbali, muondoe hapa kabisa. Asionekane. Nishakuwa tayari, nilikuwa nasubiri nyie tu. Basi sana kianze. Leo nikakuwa siku naenda kuchukua kuni zetu. Naenda kuchukua. Wai basi. Mimi natafuta kufanya mbele jamani. Hata pale sina. Bana maisha kijijini raha sana. Minazi, migomba tayari alhamdulillah shanawiri. Ndio maisha ya kijijini alhamdulillah kama huna Qur'an. Alhamdulillah. Ndio maisha yetu kijijini. Watu wapo mijini huko wanafurahisha. Tanzania kijijini maisha magumu. Ndio maisha yetu wana kijiji huku. Mtasase. Vipi? Naona jibu mna hema. Shida nini? Hemka mama, hemka, kaa.
Shida nini? Maiti. Maiti? Maiti ndio mzee Sose. Maiti wapi? Kule kunini? Subirini kwanza. Maiti wapi? Nimesema kitu cha kudala na huko. Wapi? Maiti? Maiti tunaita kabisa maiti. Tulieni. Maiti kabisa. Umeona si maiti? Wapi? Huko tulikwenda kulia. Tuende tu haraka. Simama. Tuende tu. Maiti. Wapi? Maiti tulimuona hapa. Hapa jamani hapa. Hapa. Hado meongea nyumbani mmenitoa. Hapa maiti iko wapi? Hapa bwana maiti kule jamani. Ni kweli mzee Haji walikuwa hapo. Hamna kitu huko hapa jamani. Ni kweli hapa alikuwa yuko maiti. Jamani, hapa hapana maiti. Majeni anasema Sikilizeni, sawa? Hapa hamna maiti. Lakini haya taongea vizuri tufika wapi? Nyumbani. Sasa hivi tuende tu. Sawa, jua hilo zinaenda mawinguni. Hamna maiti. Ndio kwa macho yangu maiti. Hem rudini nyumbani huko. Sio kwa mtu kalala pale pengine kapumzika. Tunamuona maiti. Wajeda. Vipi bosi? Wazebora yuko nyuma. Sasa vijana wangu, leo nimekuja kuwakabidhi ule mzigo wenu ambao tumepanga. Mimi natekeleza tunavyopanga iwe hivyo hivyo. Sasa mzigo wenu huo hapo vijana wangu. Sawa bosi. Hakuna zaidi, tukutakie jioni njema tu bosi. Basi sawa, maana mimi na ruti kubwa. Basi poa vijana wangu. Sawa. Ndugu zangu na kijiji, habari za jioni. Nzuri. Tumetana hapa kujadili matukio yote ya mauaji ambayo yametokea takriban wiki moja katika kijiji chetu. Nadhani mmefahamu. Ambao bwana Woza amefariki katika shamba lake. Hii habari kwa kweli imehuzunisha sana. Ndio. Hili unaliongeleaje dada Asha? Ni kweli. Hili mimi limenihusia sana. Limenigusa sasa mimi. Kwa sababu maiti mwenyewe nimemuona kwa macho yangu, nimemshuhudia mimi mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi jamani wanakijiji tushirikiane katika hili, tuamkeni katika hili. Ni kweli. Bora tueleze shirikishi kutokana na hii hali. Ndiyo, hili ni tukio la pili hapa kijijini kutokea. Kwa kweli sisi kama wana kijiji linatutishia amani. Kweli kabisa, ameongea kijana mwenzetu na maharibi hiyo mwazini anazini. Ndio. Maana hiyo tuvunje kikao, lakini kila mmoja akija akijua kwamba ana haki na wajibu wa kutetea sheria za kijijini, mali na watu wake. Tumeelewana? Kwa sababu hivi vijao sisi ndo nini? Walezi wao. Sisi tunashukuru sana kwa kikao na asanteni sana. Asanteni sana na kijiji. Mimi kwa hili nashukuru sana. Sawa. Asante bwana Heri na wana kijiji wenzetu. Sisi tunaendelea hivi. Basi bwana. Habari za siku nyingi kabisa. Safi. Wema. Wema. Vile kuhusu ile mbilangu. Ombi gani? Fatima. Kwani unajua kama mimi nakupenda? Nishakwambia siku ngapi kama mimi nakupenda?
Kwani wewe usikii vizuri eh? Mimi nasikia vizuri. Lakini nishakupenda sana, nitafanyaje? Sasa mimi sikutaki jamani, sina ndoa yangu, hebu niache. Sawa. Niache ndoa yangu. Lakini sikulazimishi, kama hutaki basi. Lakini bwana, nishaongea sana na wewe kivitendo, kimaongezi hutaki. Sasa mimi nitakuja kwa vitendo, kwa sababu mimi ndo mzee Kipara na mimi sitaki nishindwe. Vitendo gani? Au vitendo vipi labda? Sasa kama vitendo hujui, sasa ndo utavijua. Mimi ndo mzee Kipara hapa mtaani. Hayo matukio yote unayosikia hapa mtaani mimi ndo ninayafanya. Pale kwa nani mimi ndo ninayafanya hayo matukio. Sasa kama hujui, sasa utajua. Unasemaje wewe? Kweli akirudi ni naye wanawake kweli. Huyu akirudi lazima nimwache. Yaani muda wote huo dukani ataka kunisaliti mume wake. Kisa maskini na kibanda hiki. Akirudi lazima ni naye. Toka saa 9 mpaka sasa hivi saa 12 hajarudi. Huyu akirudi lazima nimwache. Mume wangu nimerudi. Mume wangu nimerudi. Umerudi wapi? Unarudi wapi wewe? Nani mume wako? Jamani, kwani kuna nini? Nani mume wako? Nimefanyaje tena? Sogea hapa. Nimefanyaje kwani? Sogea hapa. Nani mume wako? Kuna nini kwani? Sikilize, sawa? Umepatwa na nini? Hali yako ni maskini kwenye kibanda, lakini haiwezekani hata siku moja kunifanyia hivyo. Sasa mimi nimekufanya nini kwani? Yaani Wewe, message nimetumiwa hapa kwamba ukaenda kuongea na mwanamume mwingine. Sio kweli, mimi sijafanya kitu, lakini huwezi kusingiziwa. Chukua nenda. Sasa mimi nenda wapi? Nenda kwenu. Toka ndani kwangu. Nenda. Toka ndani kwangu. Nenda. Haraka. Toka ndani kwangu. Toka haraka. Wewe wakunisaliti. Kuna mvijani wewe. Umaraya tumekugonga. Sogea hapa. Sogea. Sifanye kitu mimi. Nenda. Nenda kwenu. Toka ndani kwangu. Nenda. Toka ndani kwangu. Nenda ndani kwangu. Ndio. Mzima. Vipi, mbona kama uko sawa? Nipo sawa. Una tatizo gani? Nipo sawa, hebu. Niambie nikusaidie basi. Hello, vipi bosi? Tayari yule mtu nilikutana naye njiani hapa tayari shamiliki. Ni naye sasa hivi hapa, njoo kwenye ile njia yake. Pana mjengo hapa hujamaliza. Njoo kabla hajazinduka sasa hivi. Njoo faster. Okay, poa. Naam, vipi? Vipi kijana wangu? Fresh, shwari. Kama kawaida? Kama kawaida. Mzigo wenyewe ndio hapa tayari. Basi mzindua. Wewe Kipara, unataka kunifanya nini? Kuna nini jamani? Hem tulia. Vijana, hem nipisheni basi niongee naye mara moja. Nipisheni. Poa. Lakini msiwe pale vijana wangu. Basi sawa. Hebu niache huko, toka, sitaki.
Hebu tulia. Niache hebu. Staki. Staki, hebu niache. Ndio. Basi nikwambie mdogo wangu. Basi tafadhali kidogo umwani weke hata kama 2,000. Ni kweli maana haya mchafu sana hali hii jamani. Hapa huu ndo njia. Tukae tuchambue. Ukaja mvua wewe jua. Mara uanike uanue, inakosa kweli kweli. Kama huu ndo umepatwa na mvua, ndo umefanyika huu kama hii. Kweli. Kulikoni? Umepatwa nani ni jamani? Mbona tulizi kada mwenzo? Mtume. Umepatwa nani ni jamani? Umepatwa nani? Kuna mengi napitia mwenzenu. Kama yepi jamani? Ndio ilivyokuwa jamani. Pole. Mungu atakusikia. Fatima. 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 Vipi? Mbona umejinamia kama hivyo? Najinamia mbona? Nini tatizo? Hamna kitu mbona. Basi tuanzetu. Yangu sikuli hatujaja leo maji yako mbali hayo. Sasa ni kitendeni. Hivi sita chako wangu bora nikitumia. Na imani leo alikuwa mbali. Sasa anatachukua. Ile ndio ndio. Naye maji leo alipokuwa amejaa kidogo. Jamani, uko sawa lakini
Nini tatizo? Vipi, uko poa? Uko sawa lakini? Naona mara moja. Ile tumbo lina nini mara ile? Mjamzito? Mungu wangu. Sasa maji sio tena shoga. Toka. Mambo. Maisha na siri kubwa sana. Na kaka yangu kauza mashamba, kauza ng'ombe, ni mradi mdogo wake msomi. Kwa hiyo kakaangu nimemtupa na kanisomesha vizuri tu. Kwa hiyo nimemtupa kakaangu na anaishi huko kijijini. Kijiji cha Mkataeni ndio anapoishi. Kwa hiyo tufanye siku twende tukamtembelee. Sawa bosi. Siku yote tufanye mipango twende. Kwa hiyo poa, kafanye pesa zako. Haya. Wote niko chini hapa. Haya sawa. Wote tutakao. Haya, itarajiri lolote tunafanya. Kuna nini huku jamani? Jikaze. Sukuma kidogo, jitahidi. Fatima, chukua mtoto. Mtoto huyo tutamwita Marani. Mtu mzafua kizuri. Chopa! Mambo. Mambo. Safari yetu tayari. Haya. Ile chivichivi. Chivi. Naomba kanipeleke.
Hii ndio huyu. Kaka. Maskini kakaangu. Nikapatwa na nini? Kaka. Toa. Maandazi ya nani? Yangu. Anjo, usilie, sawa? Wamekunyang'anya maandazi ya kwako, usilie. Basi nenda nyumbani, sawa? Lakini usilie, umesikia? Nenda. Kweli dunia. Jona mimi nipo hivi, Mizani ni mimi tu nipo hivi mpaka watoto wadogo wanafanywa haya. Mungu. Maisha haya. Dada. Wewe. Kipindi chote ulikimbia akaniacha kakako. Kuna mengi mazito ambayo nimepitia na kuwa sina msaada wowote dada yangu, lakini alhamdulillah ushakuja. Nashukuru dada. Kwa hiyo dada, yanopita imepita. Mimi nia roho yangu dada.
Wazee umetuacha wawili tu. Kwa hiyo dada yangu nipo radhi na wewe. Naona nimekaa huko nikafikiria, nikakutafuta, nikaona bora nije tu nikutafute kaka yangu. Asante dada, nashukuru sana. Ndio. Usijali mwanangu, nitakununulia na wewe ukasome. Usiuze tena mandazi. La ujitahidi mwanangu, usije kuniangusha, uje kunisaidia mimi mwenyewe baadaye. Mama naenda kwa rafiki pale. Okay, rafiki gani tena huko? Ada. Ibara tunaelekea Samia dada. Kwa hiyo tutaongea mengi baadaye. Lakini ndio hivyo. Haramu. Mashallah. Unatoka wapi? Dukani. Na nani? Mama. Basi umemkimbia, yuko wapi? Wewe? Fatima. Umepatwa na nini? Fatima mke wangu? Fatima. Fatima. Umepatwa na nini jamani? Hapa kweli dunia. Ulima haikuzami dada, ila binadamu. Fatima. Haramu. Fatima. Mtoto. Dada. Usiapo. Unamjia litokea. Mbona leo mazingira yamebadilika? Hata mimi sijui, ila tumsubiri bosi mwenyewe. Akija ndo tutaelewa. Sasa hivi tudemke tu, tumsubiri bosi mwenyewe. Usome kutoka saluni, malaika mbinguni, urembo wake 10 10 over 10. Kama na kesha bafuni, msafi wa sabuni, hata tufanye mara 10. I want it again. Do you know your name in South Africa? Stand aside. Do you know your name in Colombia? Mamacita. Do you know your name in Nigeria? Mamalicha. Mon amor, mi amor, roho yangu baby we. Pararara, pererere, pararara. I wanna sing for my baby. Pararara, pererere. Monday to Sunday, baby, just me and you. I'm your pillow, baby, nipande kwa juu. Aikikande kande, ikikichwa na miguu. Unanikondesha wivu,
upendo sio kifo kikuu. Oh baby, A, B, C, D, D, mwenzio baridi, D, oh baby, L, O, V, E. Una sana Naona leo surprise hapa. Vijana wangu leo umependeza. Leo umependeza vijana wangu. Hebu tukae Weke kinywaji gani boss? Yekei bana hii. Na bosi vipi leo naona Subiri, vijana leo mtapendeza, leo mtapendeza sana. Sasa bwana vijana wangu, najua huko ndani mmeona utofauti mkubwa leo. kweli bosi. Na huu tofauti takriban huu mwaka wa 5 vijana wangu hatujafanya tafrija kama hii. Leo nimeamua vijana wangu kwa sababu mnafanya kazi ngumu na mko very happy. Leo nimeamua mimi niwatoe. Sasa vijana wangu naomba leo kule mambo mengine yataendelea. Che tu. Ila bosi, mbona kuna mabibi yale mambo yetu? Jebwera jeda unamwona jeda. Wamepoa bosi. Kula kwanza je kula mambo mengine hapo. Wewe bwana. Jara kidogo. Siwezi tena mpenda mwingine. I wanna sing to you with your eyes like Batman make you come twice like How they call your name South Africa. What's Charles Bass? Mamacita. wangu, najua bana yametokea mengi sana hapo nyuma, lakini jambo la kushukuru kwamba maisha yashakuwa tayari vizuri, na leo kama dada alivyosema ataje kwa mharami kwa ile kwenda mjini kusoma. Kweli, lakini mama hajatokea mpaka sasa. Itakuwa pengine usafiri na mvua au foleni. Mharami. Leo dada atakuja kuchukua shangazi wako kwenda wapi? Mjini kusoma. Sawa? Dada. Karibu. Dada hujapotea. Waalaikum salaam dada. Karibu dada ukae. Uko safi kwenu? Jambo. Dada usafiri umeocha wapi? Uko hapo pamejaa tope hapo. Kweli. Kwa kweli. Sasa dada, alhamdulillah umefika. Na tumekuja nje kusudi kidogo kupunga upepo hapa najua sana. Lakini muda ushaenda hata hivyo. Na hali ya mvua ipo kwa maana hiyo bana mharami yupo. Maana nitakufanyika bana mtu mharami uende naye. Haya, hamna tatizo. Haya mharami. Mharami nyanyuka tenzeni. Viatu vyake viko pale. Ungeomba ndio kuja vioshe vya mharami. Jamani, tatizo anaenda kupanda gari tu. Anaenda kupanda. Fanya nyuka tenzeni. Haya mharami, viatu vyako hivi hapa. Nenda kasome, sawa? Ukajitahidi kusoma kwa mwanangu, usije kuniangusha. Haya tunaenda Jamani, karibuni. Karibuni bwana. Lakini mharami namkumbuka sana.
Karibu Mungu nyumbani. Kama ushikenda hapo. Mohara, kwanza leo utaishi hapa eh? Umesikia? Nitakupeleka skuli, ukirudi zako skuli unakuja zako hapa. Umesikia shangazi? Haya, mguu umefanya nini huo? Mama kwa kuuza mandazi. Pole sana mwanangu, umesikia? Haya. Pole, umesikia mwanangu? Kumbe huko kuzuri. Huko kuzuri mwanangu, utaenda kubembea pale, umesikia? Lakini sije kufanya balaa, umesikia? Sawa, subiri nikupangishe hapa kidogo, ufanye bembea. Unaona? Huko utakuja kubembea kama hivi, umeelewa? Subiri twende pale nikakuonyesha bahari. Lakini usije ukafanya hatari, usije ukapanda hapa, umesikia? Unaona kule? Unaona bahari kule? Usije ukapanda hapa ukafanya hatari. Kuna shangazi huku kuzuri. Shangazi huku kuzuri. Huku mwanangu kuzuri kaa nini? Umeona kule bahari unaziona zile? Wema. Sasa vijana wangu, unajua sisi tunafanya shughuli nzito. Je, hizi shughuli tunazozifanya mtaani vipi? Uko shwari au kelele zipo? Bosi, kwa upande wangu uko shwari, hakuna tatizo lolote. Haya weze Mbwera, maana wewe ndio mkuu wa mtaa. Tangu nianze hii kazi sijawahi kusikia lolote nje. Ina maana tupo shwari. Tupo shwari bosi. Basi sasa vijana wangu, mimi nawaamini vijana wangu wa kanzi. Sasa tukae tayari muda wote, time yoyote. Basi kama hiyo maana yake tuko shwari eh? Basi sawa. Para. Marani boss mwenyewe. Sio. Kama sawa. Uhakika. Ndio mautio. Mnyama. Shaongea. Mimi kama ile biashara. Ndoka hapa. Kaki kwenye kiti marani. Ndio hakika. Mbona una vibe nyingi ndugu yangu? Hamna noma. Au tayari ushapendeza? Unajua angalia mzigo. Ngoja nijiridhishe. Unajua hizi kazi tunazozifanya hizi. Mzigo wenyewe. Nafikiri tushaongea biashara. Mimi tushaongea na vijana wangu. Na umeniambia una kikosi timilifu. Ana vijana wangu ndio vijana wangu. Mzigo mwanangu. Utafika salama salimini. Huyu ndio unakumbuka nimekwambia bwana Jeda? Huyu ndio Jeda mwenyewe unamuona? Sasa vijana wangu. Ndio. Hii ndio ile kazi. Sawa. Hivi sasa tuwa attention muda wote, time yote sisi tunaanza kufanya nini? Kufanya kazi. Mimi bosi wangu nikutoe hofu. Hii kazi tutaifanya kama wewe unavyotaka. Sema ile biashara. Mimi na tushamaliza na biashara. Wewe bosi wangu sasa. Leo niamini rafiki yangu. Nakuamini kabisa. Sasa kama mimi unaniamini na mimi nakuamini hivyo hivyo, mzigo umefika salama na utafika salama. Mimi nakuahidi. Nakuahidi mimi rafiki yangu. Tunachobakia. Hamna mtakufanya. Hebu mshinikize basi. Mshinikize. Bosi bara. Mwarani mwenyewe. Wapi kabisa. Utapendeza wewe, utakuwa mtamu. Peleke bwana. Hizi bosi lakini. Mchaongea sasa hivi hapa kwa tukae tayari. Ndio mzigo wenyewe. Bosi nakuaminia bosi wangu. Wakimharami. Unajua bana, Allah alhamdulillah ametupa neema sana. Naona machungu hayo. Kweli bado machanga, lakini tunaweza kuuza hayo kwerekwe sokoni kwa sababu tunaweza kupata chochote na ndizi zimebarikiwa. Huku lakini mke wangu tukiuza alhamdulillah utachoka kula mihogo utakula wali sasa hivi.
Lakini ndo tuombe tu. Mama. Dada. Sasa hivi dada. Wema. Naona hafla. Huyu nani? Marami. Marami. Naam baba. Habari za vijijini? Alhamdulillah Marami. Dada, wewe ndo Mharami. Kipindi kile kidogo huyo. Mharami bwana. Kwa kidogo tena. Alhamdulillah mwanangu umekuwa. Asante baba. Sisi huko jamani mnaendelea vizuri lakini. Sina tamani tumpatie maisha kama hayo. Mtakuja mtembee. Sikuja sijui na selini huko. Lakini mwanangu bwana. Naam baba. Kwanza bado umekuja kipindi kizuri sana. Ndio. Naona machungu hayo. Lakini bado machanga nataka kwenda kuuza sokoni. Kweli na inaonekana ndo bado lakini nashukuru Mungu. Nyingine tukija nafikiri tutayapata. Kweli mwanangu mvua zimefika sana alhamdulillah, migomba mfungulia kwa ndizi zipo, machungwa. Kwa kweli neema ipo lakini ndo ungewahi kidogo tungeondoka na machungu mwanangu. Unajua mimi naamini kabisa maisha ya kijijini yana upekee wake. Kwa kweli mwanangu Mharami umekuwa alhamdulillah. Na umependeza. Lakini nitajinasibu kijijini. Wana mtoto kama wewe. Asante sana. Unajua tulikuwa tuna safari lakini ndio tukaona tupitie hapa nyumbani kwa sababu hiyo safari na ukienda huku maeneo ya vijijini kuna jambo tunalifuatilia. Kwa hiyo tukaona bila shaka sio mbaya kupita hapa nyumbani kidogo kuwaona. Dada. Vipi lakini? Wema. Naona Mharami umenikuza. Lakini ndio umesema mna haraka mihogo hamwezi kula mihogo eti. Wenyewe wazetu wanatusubiria hapo. Basi mpaka siku maalum kuja kutembea huku mle mihogo, magobwe. Zamani sana tumekula magobwe. Sasa Mharami. Basi bana tupotezee muda, sisi tunashukuru sana kuja kutembelea na mama yako huyo. Mama nimekuona. Basi haya. Haya. Takuja kuwasindikize kwanza. Najua kijijini kwa sote tupate Mharami kaja. Oya, vipi Jeda? Safi wema. Jambo la mambo vipi? Za siku. Safi. Kama kawaida. Sasa vijana wangu tumerudi kwenye kazi. Tumerudi kwenye kazi. Bwana Jeda unanisikia? Tumerudi kwenye kazi. Si mnakumbuka yule mzee Mharami alituletea kazi ya kuwa tuifanye? Yule mzee siku zile. Sasa jana mimi kanikurupusha usiku, kanipigia simu bwana, ananiambia kazi yake leo kesho tuifanye. Bwana. Sasa cha msingi vijana wangu hatuna muda tushapoteza, najua tusha enjoy nyumbani, tusha nini mazagazaga tumeweka vizuri. Sasa hapa cha msingi mkajipaki si ili tuondoke. Au vipi bwana Jeda? Basi sawa, nyinyi nendeni. Zekipara. Bwana mfungulie bwana mzee mrenu huyo bwana. Zekipara vipi? Safi bwana, za siku nyingi bwana. Nzuri mpaka sasa hivi tunashukuru. Hapo vipi rafiki yangu? Tunashukuru sana. Safi sana. Sana. Kama kawaida sana tu. Naona ile utulivu tu. Mzee mrenu bwana umenisusa rafiki yangu. Hamna harakati, si unajua sasa hivi. Mimi mwenyewe majukumu ya hapa na pale. Lakini bwana mimi na wewe tulikotokea sio hivyo rafiki yangu. Kweli, lakini majukumu mengi. Haya sasa leti habari bwana. Sasa na tumeonana zamani. Kweli hilo kweli. Lakini usijali kwa hilo. Sasa unajua nini? Natoka kazini huko mahakamani. Naam. Nimepewa hii barua nikuletee. Amekuwa mzee Salu au bado hayupo pale kazini? Yupo tu sana. Basi sawa. Karibu tena natoka, lakini hiyo barua sijui kimeandikwa nini, sijui kilichokuwemo huko ndani. Sawa mzee mrenu bwana usihofu, imefika na mimi ndio mwenyewe mzee Kipara. Basi wewe usijali. Lakini mzee mrenu fanya muda mimi na wewe tukapate hata break. Tukale bata kidogo. Kwa hiyo ondoa shaka kwa sababu sasa hivi nafukuzia kazini, nikirudi nitatizama wasaa wangu kama nimetulia nitakuja. Basi sawa, hamna shida, shida. Basi sawa. Karibu. Sawa. Ndio mle. Sasa vijana wangu. Tusome hili bwana. Maana mahakama si unaijua hizi kama si shughuli za kiserikali unajua. Ndio. Bwana. Kuna nini? Bosi vipi sasa hiyo hali? Mbona hii?
Hii shauri ndio tulio kwa muda mrefu sana na hatimaye leo itafikia hukumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kesi ya tishio la amani, ubakaji pamoja na udhalilishaji na mkabili Bwana Kipara pamoja na watu wake ilileta gumzo kubwa sana katika kijiji cha Mkataeni. Kupitia ushahidi timilifu uliotolewa na timu maalum ya upelelezi pamoja na mashahidi kutoka kijijini hapo, imethibitika kweli kuwa Bwana Kipara pamoja na watu wake wanastahili kuhukumiwa kisheria. Mheshimiwa Jaji, ushahidi unaonesha wazi kuwa tukio la Bwana Kipara, tukio la Bwana Woza kuonekana amekufa shambani kwake ilikuwa ni tukio la kupangwa na aliuawa kwa kunyongwa. Shahidi kutoka kijijini hapo alitoa ushahidi ufuatao. Mheshimiwa Jaji, pia siku nyingine na wakati mwingine Bwana Kipara pamoja na watu wake walihusika na tukio baya la udhalilishaji pamoja na ubakaji alilofanyiwa bibi aitwaye Fatima na kumsababishia maumivu makali pamoja na kumpa ujauzito uliomgharimu maisha yake. Ushahidi wa tukio hili ulibainishwa na mhanga mwenyewe na alitoa ushahidi ufuatao. Mheshimiwa Jaji, sio hapo. Tulia. Niache hebu. Mtuhumiwa Bwana Kipara pamoja na watu wake wameshiriki matukio mbalimbali mabaya yanayohusiana na uvunjifu wa amani na kuwapatia maisha magumu sana wanakijiji cha Mkataeni, na mimi ndiyo kizazi chake kwa tukio alilofanyia mama yangu. Hivyo hii ni kesi na hii ni hatia, na hatia hii inamhusu huyu baba pamoja na watu wake. Mheshimiwa Jaji, hivyo basi tunakuomba uihukumu kesi hii kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, na watuhumiwa hawa wahukumiwe kwa mujibu wa sheria na wajute juu ya makosa yao walioyafanya. Kwa mujibu wa mahakama yetu, kutokana na ushahidi uliotolewa, mahakama imeridhika na mashahidi yote katika kesi zilizoorodheshwa. Tukianzia kesi nambari 1, kosa la mauaji ya kukusudia, mahakama inamuamuru hukumu ya kifungo cha maisha kwa washtakiwa wote kama sheria nambari 9A ya mwaka 2001 inayopambanua makosa ya mauaji. Kesi nambari 2, washtakiwa wanahukumiwa miaka 30 kila mmoja bila ya dhamana na faini ya shilingi milioni 7 kwa kila mmoja kwa mujibu wa makosa ya ubakaji na udhalilishaji, sheria nambari 19E ya mwaka 2009. Tukimalizia, kesi nambari 3 inasema mahakama inamhukumu mtuhumiwa kifungo cha maisha kutokana na makosa ya uvunjifu wa amani kama inavyobainishwa katika sheria nambari 20E ya mwaka 2011 juu ya makosa ya uhaini. Kwa mujibu ya mahakama yetu Mkataeni, tunafunga hukumu kwa kesi zote zilizowasilishwa siku ya leo.